kama hizo. Na leo nilikuwa nataka tuangalie kuhusu benefit of serving God. Wakati unapo tumikia Mungu unanufaika na nini? Wakati Petero walikuwa wanatembea na Kristo, katika hiyo safari walikuwa wanaenda nayo ya uinjilisti, kuna mahali Petero ifika mahali akauliza Kristo ya kwamba, na sasa kwa sababu tuliweza kuacha watu wetu, tukaacha familia zetu, tukaacha makazi zetu. Kama unakumbuka vizuri, Petero alikuwa mvuvi. Bwana asifiwe. Alikuwa anafanya kazi ya kufua samaki wakati alipokuwa anaitwa katika huduma. Wakati Yesu alimjia, alimpata akiwa katika uvuvi wa samaki. Kwa hivyo, kwa sababu hii jambo ilikuwa ndani yake, ama alikuwa amekuwa ordained by God even there before. Wakati Yesu alimkujia, hakuweza kuhesitate hata kidogo. Hakuona ungumu wa kuacha ambacho alikuwa anafanya, ila tu aweze kuiacha na kuenda na Kristo Yesu katika huduma. Bwana asifiwe. Na kutoka hapo wakati walikuwa katika safari, ndio tunasema ya kwamba aliuliza Yesu, tutaweza kusaidika na nini? Tutaweza kunufaika na jambo gani kulingana na zile mambo tuliacha nyuma yetu na tukaweza kukufuata? Bwana asifiwe. Yesu alimwambia ya kwamba kunayo manufaa hapa duniani, utalipwa 100 kwa 100, na juu mbinguni utaweza kupata uzima wa milele na wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo it is not in vain for serving God. To serve God is not in vain. Kuna manufaa, kuna ambayo inafika katika maisha yako na haingefika kama kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. So those are the benefits of serving God. Manufaa ya kutumikia Mungu. Na manufaa ya kwanza ni ya kwamba you receive what we call the fruits of Holy Spirit. Bwana asifiwe. Unapokea matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Huwezi ishi na uko nje, hautumikii Mungu, hautaki kujua Mungu anataka aje na wewe, ama anataka aje na maisha yako, uweze kuexpect ama utarajie ya kwamba utapata hayo matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na nilikuwa naweza kuona matunda ya Roho Mtakatifu, na before tufike hapo, last time tulisoma katika kitabu cha, naenda nikuguza yenye tulisoma ni kwa sababu ya wenye hawakuwa hiyo siku ama wenye walichelewa, na I think tunaweza anza na that verse in the book of Acts chapter 13. Simame iwe kama our main our theme as we continue with Bible study about serving God. Na ndio maana hata leo tutairudia Acts 13 verse 36. Matendo ya Mitume 13:36. Na ninairudia ndio maana tuwe tunajaribu kuweka verses in our mind. Chenye kinajirudia sana kwa mawazo yako kinaishi hapo. Bwana asifiwe. Kuna kitu inaitangwa subconscious mind. Katika mind, in our brain inakuanga imegawanishwa mara mbili. Kuna side moja inaitangwa conscious mind na nyingine subconscious mind. Conscious mind ni yenye unatumia saa hii wakati huu, na hiyo nyingine inaitwa subconscious. Hiyo ni ile inakuanga kama memory card. Ni ile inawekwa ile mambo umeweza kuona, ile umeweza kusikia, na the more unaiona, the more unaisikia, the more inakaa vizuri na sana katika mawazo yako. Hapa tunasema panaitwa subconscious mind, na hiyo ndio inasaidianga wakati kama huu ukiwa vile huko, unaweza kumbuka kitu ilifanyika ukiwa mtoto wa miaka 10, unaweza kumbuka kitu ilifanyika ukiwa mtoto wa miaka 7. Ni kwa sababu kuna kitu inawekanga kitu kwa akili yako, na hiyo kitu ndio inakusaidianga kukumbuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema aje, tunalirudia ndio tuweze kuwa tunaikumbuka. Psalms 13:36. For when David had served God's purpose
in his own generation he fell asleep. He was buried with his father and his body decayed. Bwana asifiwe. Ati wakati Daudi aliweza kumaliza kutumikia Mungu, wakati aliweza kutumikia Mungu katika kizazi chake, aliweza kupumzika ama akaweza kukufa. Bwana asifiwe. Biblia inataka kutuambia aje? Daudi hangekufa kama hajatumikia Mungu to the fullest. Ama hakufaa kukufa kama hajamaliza kazi ya Bwana. Na tukasema ya kwamba ni vizuri hata sisi tunajiuliza ya kwamba zile siku Mungu ametupea tuishi hapa duniani, tutazitumia kwa njia gani? Na Biblia inasema ya kwamba yeye aliweza kufanya the purpose of God. He had already fulfilled the purpose of God. My question is today, have you fulfilled or are you on the way of fulfilling the purposes of God upon your life? Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tumeweza kuwa tukiongea, na tukafika mahali ambapo tumeongea kuhusu benefit za kutumikia Mungu. Na kuna verse nilikuwa nasoma, ilikuwa inaongea kuhusu inaongea kuhusu the fruits of the Holy Spirit. We know inakuanga pale Galatians 5:22 up to 23, na inasemanga namna hii, these are the fruits of the Holy Spirit. Sijui Biblia yako inasema aje kwa version yako. Kwangu sijafungua Biblia kwanza na zisoma kwa mahali, so sijui vizuri vile imeanzia hapo, but tutasoma the fruits of the Holy Spirit. I think Galatians 5:22 na ndio hizi. It is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sijui vile imeenda, lakini ni kama inajirudia. Wakati unapotumikia Mungu, anakupea haya matunda ya Roho Mtakatifu. They are fruits of the Holy Spirit. Na ndio nilikuwa nasema ya kwamba lazima umtafute ndio aweze kukupea hizi matunda za Roho Mtakatifu. Sijui kama hata ukienda kwa barabara unaendanga hivyo, unakutana na watu, unaona vile wanaweza kubehave, vile wanaweza kuoperate, vile wanaongea, vile wanafanya mambo yao. Unafika mahali unaweza kurealize mtu mwenye akona matunda ya Roho Mtakatifu na mwenye hana matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na hii matunda ya Roho Mtakatifu hawezi pewa hivyo kama hujaitafuta kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine unaonanga mtu kulingana na jinsi ambavyo anaoperate, hana upendo ndani yake. Ni kwa sababu gani? Vile ambavyo anafanya, vile ambavyo anaongea, vile ambavyo anatusiana. Tunaishi kwa plot ambazo tunaishingi tukiwa watu tofauti tofauti, na kuna venye unapatanga kumetokea mazozano kwa huyu na huyu. Sana sana kwa wamama kwa plot wanajulikana kukosana ni kwa sababu ya kamba za kuweka za kuanika manguo na sana sana kwa kitu kingine, maybe kwa sababu sijui umemwaga maji mahali ambapo kwa mtaro yangu sijui nini, mambo kama hayo. Unasikia hao watu vile wanazozana, vile wanarudishiana, unakuja kurealize kuna ila mmoja ama wote hawana matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu unafanya mahesabu, unaona ya kwamba huyu mtu angekuwa na tunda la Roho Mtakatifu hangeweza kuongea hivyo ambavyo ameongea, hangeweza kuleta fujo, ni kwa sababu ya jambo kidogo kama hili. Bwana asifiwe. Kama mtu ameanika nguo katika kamba yako, hiyo ni kitu ya kuenda unampata huko, kama ni fujo uko nayo kweli, haifai. Unafaa umwendee pole pole, umwambie ya kwamba mama nani ama mtu fulani,
naona kama umeanika nguo kwa pale na nilikuwa na mimi nafua. Bwana asifiwe. Unaongea kwa upole, kwa lugha ambayo inaweza ieleweka. Lakini mwingine akipata kitu kama hiyo, anatoka ni kama amepigwa fimbo. Anaanza na matusi na mimi na kuongea vibaya. Na badala ya amuendee, amwambie, amueleze pole pole, hata ni matusi atasikia akiwa kwake, ama kusikia mtu anapiga tu makelele. Ni kwa sababu gani? Hana matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hilo ni jambo linaonekananga hata katika maisha ambayo tunaishi. Na huku kwa barabara unapoenda katika gari, board gari, ukiingia unasikia conversations zenye zinaendelea huko. Unapata ya kwamba conductor vile ana behave, unakuja kujua ya kwamba huyu mtu ako na matunda ama hana. Bwana asifiwe. Tumewahi sikia cases mingi sana za maconductors na abiria. Unakuja kuona ya kwamba ile shida imetokelezea ama ile ajali imetokelezea kwa barabara ni kwa sababu ya shilingi 10. Bwana inuliwe. I remember kuna wakati nilikuwa naishi huko saidi za Kawangware, na nilikuja kuona gari mzima ikichomwa. I think sijui kama ni mbili, basi moja na I think ingine hivyo ikichomwa, kukakufa mtu sijui na mtu mwingine akachomwa, out of watu kuzozana ni kwa sababu ya shilingi 10. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni conductor sijui pesa alipewa, akasema ya kwamba imebaki 10 bob, na mama alikuwa hapo karibu na mlango, wakaanza kuzozana sijui nini. Ilifika mahali conductor akasukuma huyo mama, anamrusha nje gari ikienda. Bwana asifiwe. Na happen huyo mama amesukumwa nje na akaanguka chini, akakuja na akakanyangwa na basi. Kuna mabasi zinakuanga na huko Kawangware tunazitanga za 46. Akakanyangwa na hiyo basi na akaweza kukufa. Bwana asifiwe. Na wakati umati uliona hivyo, uliweza kukuja na kujua chenye kilikuwa kinaendelea katika hii Nissan. Waliweza kuchukua huyo conductor, akatapa, akachomwa, gari sijui ikachomwa nayo, na hii basi yenye imemkanyaga pia, kwa sababu wakati mwingine nao unapata nao umati hautaki kuelewa what happened, kwa sababu hii basi ilikuwa nyuma, ilikuwa na makosa, but ni kama zilichomwa zote. Bwana asifiwe. Hii hasara yote ilisababishwa na nini? Ilisababishwa na kukosa matunda ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Bwana asifiwe. Ilisababishwa ni kwa sababu ya mtu kukosa utu ndani yake. Huyu conductor angekuwa na utu, hata kama amekosa kupewa 10 yake, hata kama ilikuwa haki yake kupewa, hakuwa na ruhusa, hakuwa na haki ya kurusha mwingine nje ndio aweze kupata 10 yake. Ni kwa sababu hata akimrusha hata ukweli ya kwamba hatapata 10 yake. Bwana asifiwe. So it is out of foolishness. Bwana asifiwe. Ni kutokana na ujinga ulisababisha haya maneno yote. Lakini angekuwa na tunda la Roho Mtakatifu, angetumia hekima. Ni kwa sababu unapokuwa na matunda ya Roho Mtakatifu, Mungu inakujanga pamoja na hekima. Unakuwa na busara za kujua hapa nitafanya nini. Ukijipata in a certain situation, you know what you should do and you know what you should not do. Praise the name of the living God. Ukiwa na matunda ya Roho Mtakatifu, even God himself talks to you. Huwa anakupea direction. Anakuambia, hapa mwanangu, fanya hivi, don't do this, because if at all you do this, you will end up regretting. Utajipata maybe umejipata kwa umeenda kwa police station, utajipata umefungwa. Wengi wamefungwa na tunawaonanga kwa television na kwa television wakijiongea wakasema ya kwamba ingali walikuwa wanajua hawangefanya kitu fulani, walipofanya out of maybe hasira, wakakasirika, wakafanya bila kufikiria. Wanasema ya kwamba kama ni huo wakati
ambao wako na hekima saa hizo hawangefanya hilo jambo. Ni kwa sababu gani? Alikuwa hana hekima ama matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi kama Wakristo ni nafasi yetu kuwa tunajiuliza every time whenever we are, do we have the fruit of the Holy Spirit? Na si kuangalia time nikisimama, na sipendi kupitisha time. Kama niko na time naweza endelea kidogo. Coordinator ameweza kunipea dakika 5. Kwa hivyo wacha nisiendelee na hiyo. Niseme tuende kwa jambo lingine, tuangalie kwa kifupi ama kwa haraka. Kitu kingine ambacho unapokea kutokana na kutumikia Mungu ni ya kwamba you receive the gift of Holy Spirit. Kuna matunda ya Roho Mtakatifu na kuna vipawa vya Roho Mtakatifu. I don't know whether we know the difference between the fruit of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Hizo ni vitu mbili tofauti. Matunda ya Roho Mtakatifu inakuanga 9, round 9. Nazo vipawa sijui kama zinakuanga 5. Tuko pamoja bwana? Yeah. So unapokea hiyo hizo vipawa vya Roho Mtakatifu. Na vipawa vya Roho Mtakatifu ni zenye zinakusaidianga katika huduma ya Mungu. Vipawa vya Roho Mtakatifu ni vitu ambazo zinakuanga ndani yako za kukusukuma pia katika kutumikia Mungu, na zinakusaidia katika kufanya kazi ya Mungu, na pia zinakusaidia katika pia maisha yako. Bwana asifiwe. Ukipata kipawa tuseme kama cha kuna vipawa mingi, kuna kuongea na ndimi, kuna utafsiri, kuna kufundisha kama ambavyo tunasoma saa hii. Kuna huo ufundisho, unaweza pata kipawa za kufundisha ambavyo tunafanya saa hii. Unaweza kuwa na kipawa za unabii, the prophetic gift. Unaweza kuwa na hizo zote, na hakuna kitu ambacho kinaletanga furaha katika maisha ya mtu ama ya mwanadamu kama kuwa na kipawa na unajua ya kwamba ni kipawa gani. Bwana asifiwe. Wakati mwingine we live but we don't understand the gift that we are given, because each and every of us, from the time we received salvation, there is something that we received, and that thing is the gift of Holy Spirit. Kuna chenye ulipewa wakati uliokoka ama ulibatizwa. Kuna kipawa ulipewa na Mungu ndio uweza kukitumia unapomtumikia, ndio kiweza kukusaidia hata katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu kipawa kulingana na Biblia hata kitaweza kukufanya ukule katika meza moja na wafalme. That one is biblical. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ukijua kipawa chako utakifurahia, kitakupea amani, na pia kitakupea kitu tunaita prosperity. Itakupea na hata utajiri. Sio dhambi kipawa chako kikikupea utajiri. Bwana asifiwe. Lakini sisemi ya kwamba uende pale ukiwa na that mind just to receive prosperity. Praise the name of the living God. Hiyo tunaitanga ni bonus ya Mungu. Nataka kukwambia kwamba kutajirika ni Mungu anatakanga. Ni wakati wa Mungu unafikanga, Mungu anakutajirisha. Kwa hivyo kama ambavyo Biblia inasemanga ya kwamba seek the kingdom of God first and the rest shall follow you. Praise the name of the living God. So usianze na kutafuta baraka, usianze kutafuta utajiri. Hizo zinakuja baada ya kutumikia Mungu, zinakuja baada ya kutafuta ufalme wa Mungu. Kumaanisha ya kwamba kama unataka baraka ambazo Biblia inasemanga ya kwamba ni zile ambazo hazifuatwi na huzuni, hazifuatwi na machozi, hazifuatwi na kilio, ni zenye zinatoka tu kwa Mungu, zenye haziwezi peanwa na dunia. Dunia haiwezi kukupea utajiri wa kweli. Inaweza kukupea utajiri, lakini
huo utajiri huenda ukakuwa ni utajiri, lakini unakuletea kilio katika maisha yako. Kuna haja gani upate utajiri wa kukuletea kilio? Hakuna, na usiwahi tamani utajiri kama huo. Ni kwa sababu at the end of the day you will come to regret, you will come to suffer, you will come to cry, you will give out a bitter tear that ulifanya jambo ambalo halikuwa linafaa. So it's a kind of, you have to be patient. Uvumilie mpaka wakati wako. Praise the name of the living God. So hiyo yote tunaongea tukitaka kuongea kuhusu nini? Vipawa vya Roho Mtakatifu. Na ninaomba kila mmoja anayesikia sauti yangu katika hili kanisa na pia huko nje, najua ya kwamba kuna mtu wako hapo nje, maybe yako kwa kazi na anabarikiwa na hili neno la Mungu. Ninataka kukuambia ya kwamba hebu jiulize kama ndani yako kuna haya mambo tumeweza kutaja siku ya leo mbili. Ya kwanza ni tunda la Roho Mtakatifu, na la pili ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Huenda ukapewa vipawa mingi, huenda ukaweza kuwa umepewa 1, 2, 3, zote 5. Hiyo ni mambo ya Mungu, lakini yenye Mungu amekubariki nayo itunze, iangalie, kaa chini uifikirie. Do I serve God with the gift of the Holy Spirit that God has given me? Praise the name of the living God. I hope even because of our time tutaweza kufikisha hapo, na maybe tukipata nafasi nyingine siku nyingine, Mungu akitufungulia nafasi, manake kila nafasi mimi nasemanga ni Mungu anaifunguanga. It's not a kawaida thing, it's not normal. Ni Mungu anafunguanga nafasi. Kama hii tunajipata katika nyumba ya Bwana, tuko hapa, si kawaida kukuja kwa kanisa ungejaribu ushindwe. So the time upata nafasi, come and take advantage of that chance. It is a golden chance to be in the house of God. May God bless you all. Mungu amtende mema, ampanulie mipaka, and may you never regret of this day. May you never regret for coming in the presence of God. Be blessed. Pigie makofi mazuri. Good. Mmebarikiwa na neno? Hata mimi nimebarikiwa sana, na nimefurahia sana vile ametufunza ya kwamba kutumikia Mungu lazima ukuwe na matunda ya kiroho. You have the gifts of the Holy Spirit, na kila mtu ukuwe nayo, na akatuambia kwamba kutumikia Mungu kwanza ni kutafuta huyu Mungu kwanza, si kutafuta utajiri, si kutafuta mambo mengine ya hii dunia. Sababu Yesu aliuliza, itafaidi nini kubeba